Advance TV, fresh in the wash. Ya Advance TV. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunavyoenda ulimwengu wa leo upo katika kuteka watu waingie kwenye mikataba ambayo hata kutoka ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapomwamini Kristo tunarejeshewa uzima. Kama kuna mtu unasema umemwamini Kristo, ni lazima udai kurejeshewa uzima, maana yeye ni Bwana wa uzima. Tunatajilishwa, maana vyote vimeumbwa na kuwekwa duniani, na mmiliki wa vitu vyote ni kanisa. Amen. Kanisa ndio mmiliki wa benki zote. Kanisa ndio mmiliki wa chochote unachokiona cha thamani. Kanisa ndio mmiliki wa ulimwengu huu. Na ndio maana Biblia inasema kanisa litakaponyakuliwa itakuja dhiki ambayo haijawahi kutokea tangu misingi ya ulimwengu, kwa sababu wenyewe wamiliki watakuwa wameondoka. Na hapa duniani wamiliki wakiondoka ni sawasawa na mzazi mwenye mali akiondoka, zinabaki hazina mlinzi, zinabaki zinaparangana. Ndivyo itakavyokuwa dunia, itabaki haina mlinzi. Mlinzi ni Roho Mtakatifu ambaye anakuokoa wewe jioni ya leo. Yeye akiondoka cha simba hapatakuwa na amani. Kuku wako hautawafungulia tena kama unavyofungua. Nataka nikwambie, mtauana, mtachinjana, itakuwa ni mateso, itakuwa ni vilio, itakuwa ni tabu, itakuwa ni shida ambayo hujawahi kuiona tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu. Roho wa Bwana pokea sifa milele. 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 Luka 16 na mstari wa 16. Biblia inasema tangu Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu wauteka. Ukitaka kumwamini Kristo Yesu, sio habari za kujitahidi kidogo, ni habari za kujitahidi sana. Amen. Tunamsoma mtu mmoja anaitwa Zakayo. Yeye alikuwa ni mtoza ushuru, tena tajiri. Alitaka kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, lakini hakuweza kumuona Yesu, kwa kuwa Yesu kokote alipokuwa anapita, umati wa watu ulikuwa nyuma yake unamfuata. Hawa wanaponywa, hawa wanafunguliwa macho, hawa wanafunguliwa miguu, hawa hivyo hivyo. Ndio ilikuwa maisha yake Yesu Kristo. Kwa watu walikuwa wanaenda wakoma na nini, wanaenda tu wanaponywa hapo na nini, Yesu anatembea katika njia. Zakayo akatamani kumuona Yesu asiweze, akapanda juu ya mti unaoitwa mkuyu. Alipofika juu ya mkuyu akachungulia, anasema kwa kuwa anapita kwa njia hii, akifika karibu na mimi nitamuona, angalau nimuone ni mtu wa namna gani. Maana amesikia maajabu ya Yesu Kristo kwa muda mrefu. Amesikia anaponya, amesikia anafufua, amesikia anafungua, amesikia mengi. Akasema huyu mtu amenizidi. Pamoja na kwamba nina pesa, sijawahi kufufua mtu. Nina pesa, sijawahi kuponya mtu. Huyo mtu nataka kumuona ni mtu wa namna gani. Akapanda juu ya mti. Yesu amefika chini ya mti akamwambia Zakayo, shuka upesi, leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Wako watu leo Yesu anaenda kushinda ndani yao, anaenda kulala ndani yao. Amen. Nataka utoke na Yesu katika viwanja hivi. Amen. Usiondoke mwenyewe katika viwanja hivi. Cha simba unayoiona amani sio amani. Tuko watu wenye macho rohoni, tunakwambia hii cha simba sio amani. Amen. Usitoke hapa bila Yesu Kristo Bwana wa amani. Bila Yesu ni matatizo. Na laiti hao wakuu wa dini wangekuwa wanakueleza wanavyolala, usingetamani hata kuingia ibadani hata siku moja. Ni mateso
Yesu. Nakwambia wana mateso bila Yesu. Cha simba ni mateso bila Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akatembea naye. Zakayo anageuka hivi, anamuona Yesu anakuja. Bwana, hivi kweli ameniahidi ukweli au? Anatembea anageuka nyuma, Yesu huyu hapa. Ina maana kuja kwangu kweli. Wamefika wote, anachungulia yuko hapa. Bwana, amefika ndani Zakayo. Moja kwa moja akakimbia kwenye hazina, akatoa akasema, Yesu, sikiliza nikwambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa nimemdhulumu mtu kitu, nitamlipa mara 4. Yesu akamwambia Zakayo, sasa wokovu umefika nyumbani humu. Amen. Wokovu wa kweli ni lazima usidaiwe na mtu awaye yote. Wokovu wa kweli usiwe na deni na mtu awaye yote. Usiseme nilimdhulumu enzi za ujinga, kamlipe. Usiseme ilikuwa enzi za ujinga. Chochote unachokumbuka ndani ya nafsi yako kinagonga ya kwamba ulikifanya. Una watoto 6, mmoja sio baba huyo, unajifanya umeokolewa. Nataka nikwambie, nenda kakae naye kitako, kamwambie huyu mwenye chogo refu sio wako. Amen. Huyu mwenye macho letokea sana sio wako huyu. Huyu nilimpata huko kwenye miselebuko yangu huko. Utakuwa umeokoka. Amen. Utakuwa umeokoka nasema. Amen. Nasema utakuwa umeokoka. Amen. Lakini wengi leo wanajidanganya na Mungu yuko anakusanya kanisa. Unaweza ukaona kwa macho ya nje kwamba ni mkutano unaoita watu waokolewe kutoka gizani, lakini kumbe mkutano huu unakujenga na wewe unayesema nina Kristo Yesu bandia, ambaye bado moyo wako haujatakasika. Leo tunaona dini wengi tu, wengine wako kwa lazima, wengine wako kwa lazima. Wote wa lazima na walezima wote wamo humo, lakini wote wale bila Kristo Yesu ni ubatili. Sisemi wasifunge, lakini Mungu amenionya, ongea kweli yote. Unajuaje baada ya kweli hiyo huyo mtu atakufa? Tukisema tukamate maneno mdomoni, kuna wakati mwingine hata salio la maisha yako lishaondoka hilo. Tunamwamini Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye yeye hakai juu ya miti. Usitengeneze limti lako na nina nini ukasema ni Yesu Kristo. Hamna Yesu Kristo aliye juu ya miti bwana. Amen. Yesu Kristo havaliwi kama cheni. Yesu Kristo sio cheni bwana we. Unahesabu kama namba za imla 1 2 3 1 2 3, unasema uko tayari baba, uko na muabudu Yesu Kristo hapo. Nataka nikwambie Yesu Kristo hakai kwenye cheni. Amen. Tulikuwa kama wewe bwana. Tulimtengeneza Yesu, tukambandika juu ya kimti, tukawa tunafanya mambo yetu. Kila Alhamisi hivi moja tunafanya mambo yetu kwa kila mwaka. Wengi wananielewa hapa. Amen. Lakini tukitoka kufanya hayo, tukizunguka tu nyuma ya kanisa, tuna madem zetu hapo. Tunakwenda tunaungama hapo. Unajua wanaamini tena dhambi nyingi sana, unatakiwa mimi nisamehewe. Basi Mungu Mwenyezi akusamehe na nini. Tukitoka hapo tukizunguka, tayari kuna wanawake wanatusubiri madem zetu. Uwezo wa kushinda dhambi tulikosa. Tukaendelea kufarijiwa ni hivyo hivyo. Wewe usisahau kuungama, tusisahau kuungama. Yaani wewe unaungama tu. Na kuungama kwenyewe mjomba, mpaka umuone mtu mkubwa ndani ya nyumba yako, Mungu asamehe, mpaka utoke uende kwa mtu mkubwa, ndio kuna maungamo huko. Sana tulisumbuka sana, lakini tulijua kwamba tunaye Kristo Yesu. Baada ya
kusoma maandiko, tukaelewa kumbe Yesu akai kwenye miti. Amen. Tukaelewa kwamba Yesu akai kwenye cheni. Amen. Tukaelewa kabisa kwamba anaabudiwa katika roho. Na kweli. Ukiona Yesu anaabudiwa katika mwili, huyo sio Yesu, ni sanamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo lazima uyajue. Iwe nipo hai, iwe nimekufa, ni kuacha umeyajua haya. Inawezekana bado unatazamia Yesu wako yuko kwenye cheni. Naomba sana na kuomba sana, geuza fikra zako. Tambua Yesu Kristo hata sasa hawezi kuonekana kwa macho ya nyama, yu katika roho na anabudiwa na watu wa rohoni. Amen. Tunapotaja jina la Yesu popote, tunakuwa tumetaja mamlaka iliyo kuu zaidi ya mamlaka zote. Amen. Kuomba vibali ni unyenyekevu wetu. Ukiona tunainama, unyenyekevu wetu. Ametuambia tuwe unyenyekevu, lakini kama asingesema unyenyekevu, ina maana sisi popote tungelipua tu injili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanielewa? Amen. Nyakati zimesonga, tunakwenda ukingoni. Yesu anaenda kunyakua kanisa. Lakini cha ajabu, jipime ulivyo. Hebu jiangalie ulivyo. Sikukosoi, wewe ni Mkristo safi tu, na mimi najua kwa sababu lolote, lakini jipime ulivyo. Mbingu ile haingiliwi na watu wenye sifa ya dhambi wa yoyote. Biblia inasema hata kunyanzi, hata mawa yakionekana ndani ya moyo wako unaachwa. Leo tuna watu wa ajabu wanaitwa majina ya Kikristo, lakini ndani ya mioyo yao ni mashetani hivi. Mioyo ni mieusi, mioyo ina usuda, mioyo ina ulafi, mioyo ina ulevi. Lakini hao nao wanamsubiri Yesu Kristo aje kuwanyakua. Nitake nikwambie kwamba Kristo Yesu anarudi, lakini sifa yako ili unyakuliwe ni lazima uoshwe kwa damu yake, uwe safi na kupokea uweza na ushindi wa kushinda dhambi. Amen. Hata kama tutanyamaza leo, neno hili lisinyamaze moyoni mwako, ya kwamba kama una uwezo wa kushinda dhambi, hujamuona Kristo Yesu kama alivyo. Bado hujamuona Yesu. Tuliomuona Yesu tuna uwezo wa kushinda dhambi. Usifikiri kama mimi ningekuwa nina makona, ningesimama hapa nikawaambia wachawi hapa ni vidagadaga vya Mwanza vilivyokauka, ambao vikija kwangu ni supu. Amen. Nisingeweza. Nasema nisingeweza. Inaka uongo hivi nisingeweza. Inaka tamaa hivi nisingeweza. Ningekuwa bado nachungulia makalio wanawake kama wewe, nisingeweza kuongea haya. Ninaongea haya kwa sababu nataka upate uwezo nilionao mimi. Amen. Na huo uwezo ununuliwi kwa pesa, ni uwezo utokao juu sana kwa Mungu aliye hai. Yeye akikusamea anakupa na uwezo wa kushinda. Usiendelee kujifariji kwa kuanguka zambini. Eti ninaimba kwaya, eti bala ni mwimbaji maalumu, mara sijui ni nani, mara sijui. Nataka nikwambie uwe shemasi uwe nani, kama bado una uwezo wa kushinda dhambi, nataka nikwambie bado hujakamilika. Hao wengine ndugu zetu siwaongelee, hao wenyewe ndio wameshachoka kabisa. Maana hata Yesu Kristo amemkataa, wamechoka sana. Lakini ni kuzungumzia habari hizi kwa sababu ninaenda kushuka muda si mrefu mahali hapa. Nataka neno hili lisinyamaze ndani. Advance TV, praise in the bush. We are Advance TV.